Kama uongozi tunasema tu kwamba tuna mwendelezo mzuri wa mahusiano kati ya timu, chama cha mpira wa miguu, viongozi wa serikali, hasa kupitia kwa mkuu wetu wa wilaya, mwenyekiti wa halmashauri pamoja na mkurugenzi wa halmashauri. Tumekuwa na mstari wa mbele, na hata hivi ninavyokuambia hapo, kesho tutakuwa na kikao kikubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweka mipango thabiti ya kuhakikisha timu inaweza kuwa inafanya vizuri katika michezo yake yote. Sawa, pengine kuna taarifa za timu ya Nyakagwe, timu ambayo ilikuwa inawakilisha ligi ya mabingwa mkoa wa Geita, ilikuwa ikiwakilisha kule mkoani Shinyanga, na ni kwa taarifa ambazo tupo nazo ni kwamba mchezo wao wa mwisho haukukamilika kutokana na sababu ambazo walibaini. Kuna mchezaji ambaye alikuwa kwa upande wa timu pinzani alikuwa hayupo kwenye vigezo. Pengine hili nalo limekufikia ofisini, na mchakato pengine labda upoje kama unalifahamu? Of course hili limenifikia, ni jambo moja ambalo wakati linatokea na mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao nimehusishwa na viongozi ambao walikuwa kusimamia kituo cha Kahama au kituo cha Shinyanga kutokana na hiyo, lakini vile na baadhi ya viongozi wa timu pamoja na mwakilishi wa chama cha mpira wa miguu mkoa aliyekuwa kule na kupigeka. Tukio hilo pamoja na yale yote, lakini kikubwa niliendelea kuwasisitiza watu wawili uwanjani wacheze, ingawa hilo lilishindikana katika hali kama hiyo. Katika mpira inapotokea jambo kama hilo huwa lina taratibu zake, kwa hiyo tulipaswa tupate zile taratibu, lakini haikutokea ikawa hivyo. Kwa hiyo tunasubiri tu mamlaka itasemaje, alafu baadaye ndio tuangalie katika upande mwingine. Maana hakuna chochote ambacho mpaka hivi sasa kamati ya masaa 72 ilichokizungumza. Jambo limeachiwa baada ya ligi ya mabingwa, baada ya kituo hicho ndo wanafanya comparison, baada ya kukutana wote na hapo ndo wanatoa maamuzi. Kwa hiyo tunasubiri. Lakini unaona usalama wa timu ya Nyakagwe Stars labda pengine kutokana hicho walichokifanya? Of course siwezi kusema lolote sasa hivi mpaka nisubiri kamati inasemaje, kwa sababu maamuzi yanatoka. Ingawa kwa upande wetu kama mimi niseme tu kwamba sikufurahishwa na ile jambo ambalo anakuwa kutoa timu, kwa sababu nalijua katika madhara zinakuwa na madhara makubwa kiasi fulani. Hata kama unapokuwa na kiapo alafu wewe ukaingiza kwenye jambo jingine, mara nyingi wewe inakuwa na athari kubwa kwa upande wako. Kwa hiyo ndio maana nilisisitiza sana vijana kwamba urudishe timu, ingawa ikishindikana katika soka la wanawake. Mwenyekiti nalo halipo nyuma, kwa sababu naona kuna Katoro Princess ambao wanaenda kuwakilisha ligi ya mabingwa ya wanawake mkoa. Pengine nalo hili mnalitazama vipi mbele yenu kuhakikisha kwamba timu ya Katoro Princess inaenda kuwakilisha vyema na kufanya vizuri? Timu mpaka sasa hivi iko kambini, inaendelea na mazoezi. Bado timu yenyewe ni kuenda kusisitiza wito, kutoa wito kwa wanageita jinsi gani ya kuwasapoti mabinti yetu. Vijana waamini ni mabinti ambao wana uwezo mkubwa sana. Nimeona katika mechi zao wanapocheza fan match, na jinsi gani mwalimu wao pamoja na viongozi wa well organized katika kuhakikisha kwamba timu inakaa vizuri. Kilichobaki ni support tu, kwa sababu bado hawajakaa katika mazingira mazuri zaidi, pamoja na kushukuru kampuni ya MS African Underground Mining kwa kutoa msaada katika timu hii, lakini bado tunahitaji support ya wadau kuhakikisha kwamba wanapata kila wanachohitaji ili lengo hilo litimie. Na uhakika kwa maandalizi na kwa timu waliokuwa nayo tutafanya vizuri katika ligi.